Today we have launched the YSW strategic plan 2026-2030. That's a 5-year strategic plan. But through our partnership, we have been on this process, giving insights, sharing our perspectives and ideas on what to be grasped in this strategic plan. And we are happy. We have seen issues, youth leadership. We have seen continued issues on access to sexual productive health and rights for the young women and the youth in general. All these issues are issues that we put forward in ensuring that the young person of today is well empowered to be a better person even tomorrow and the other day after tomorrow. Strategic plan clearly outlines who we are as an organization, our vision, which aims at empowering young people, especially women and girls, shaping their rights, their opportunities and their future. And we've also elaborated clearly the mission, how we are going to accomplish the strategic plan, and specifically focusing on the major areas that the organization will be focusing on. And looking at the strategic plan, the focus areas, we are looking at addressing access to SRHR services. We know the challenges facing the young people in terms of access to services and information, so that will be well addressed in the interventions that the organization will be implementing. Secondly, young people face challenges in terms of their economic empowerment, and clearly the plan has given a clear direction on how we'll go about it, giving them access to vocational trainings and skills, entrepreneurship trainings, and even creating linkages for the available opportunities that will empower them. The issues of gender equality and women and girls empowerment, that one also comes out strongly in our new strategic plan. And looking at the counties that we work in as an organization, these challenges are prevalent, so we are going to challenge those barriers and things contributing to inequalities within the societies that we work in. Ni shirika la vijana ambalo lilikuwa kifanya kazi nyanjani kuhusiana na masuala ya SRHR, na tukipeana pia awareness kwa community na advocacy kiujumla. Na leo tuko hapa tukilaunch hii strategic plan kwa sababu tunaona tulivyokuwa tukiwork before hii strategic plan ya 2026 to 2030, tumeona kuna great impact, ama kuna mabadiliko ambao ni positive yenye yamesaidia vijana, like kama kupea vijana mafunzo na kuwa link kwa hizo kwa hao stakeholders wenye like kama ofisa wa vijana kwenye tunapata kuna grants zenye youth wanaweza apply na wakafanya biashara. Strategic plan ambayo imekuwa launched today inawapatia direction up to 2030, na yale masuala ambayo yameshughulikiwa, kwa mfano masuala ya SRHR, masuala ya economic development ama economic empowerment ya vijana, masuala ya leadership, yote ni masuala ambayo yanaguza vijana wetu. Na nafikiri kama serikali hatuna rasilimali zote za kuweza kufikia vijana wote, na mashirika kama haya yakiingia kutusaidia, tunawashukuru sana because wana complement yale mambo ambayo tunafanya. The kind of trainings they are going to give to the youth, the kind of resources they are going to give to the youth, itawasaidia kabisa katika kuendeleza na kujengea vijana wetu, na itapatia vijana wetu uwezo kuweza kujizuia na kujiunga na mambo ya uhalifu ama mambo ambayo yataweza kutoa nidhamu na hata kupotoza amani. Ukiangalia kwa hiyo strategic plan, key issues zenye zina affect vijana wetu nyingi zimeguzwa, na natumai kwamba hiyo strategic plan itakuwa ni kama suluhisho kwa masuala ya vijana wamekuwa wakiuliza, mambo ya SRHR, mambo ya afya, mambo ya policies, kuja mambo ya gender equality. Hiyo ni vitu mambo vijana wamekuwa wakipitia, changamoto wanazipitia. Ikikuja pia mambo ya leadership katika vijana and governance, huwa sana haipo, na vijana wamekuwa wakitaka sana wakuwe pia in leadership positions. Na sana inaangazia wasichana wetu, kwa sababu ukiangalia changamoto wasichana wamekuwa wakipitia kwa muda kuanzia hapo nyuma. Ni historical injustice yenye imekuwa kwamba wasichana hawajapewa nafasi nzuri katika masuala ya development katika nchi yetu.